Michezo hii mipya inaleta ladha, bidhaa na fursa tofauti za kiutalii, sio tu kwa wenyeji bali hata kwa wageni wanaotembelea nchini, hasa ukitilia maanani mandhari nzuri ya visiwa vyetu. Hayo yameelezwa na katibu mtendaji Kamisheni ya Utalii Zanzibar, Arif Abbas Manji, na mkurugenzi wa kampuni ya BK Promotion na ratibu tukio hilo Kintu Newa, mara baada ya kutiliana saini makubaliano ya kushirikiana kufanya tamasha hilo. Kuna michezo mingi sana ambayo tunayaona tu kwenye TV au kwenye video, lakini hapa kwa Zanzibar hatujaanza kuyashiriki, na huu mchezo pia ni kwenye orodha hizo, kwa sababu kwa muda mrefu tunaona tu watu wanapanda ndege kisha wanaruka na maparashuti na wanaweza kushuka chini kwa usalama, lakini ulikuwa sio mchezo ambao ukitambulika sana hapa Zanzibar. Kwa bahati nzuri sasa hivi kuna miaka kama 3 mpaka 4 tumeanza sisi kuwa na huu mchezo kama ni bidhaa ya utalii. Kwa hiyo niliweza kuzungumza nao na nikawauliza katika sehemu zote ambazo nyinyi mnaruka, kwa sababu mtu anaruka akiwa katika ndege aweze kuona ile nchi ilivyo na mandhari yake akiwa juu, na anashuka kuiangalia ile nchi mandhari yake. Na kwa feedback ambayo tumeipata ni kwamba hivi visiwa vya Zanzibar ni kwenye maeneo mazuri kuliko kote kwingine katika dunia nzima, kwa ile mandhari ambayo mtu anaiona akiwa ndo anashuka katika ndege na parachute. Kwa hiyo sisi tumelipokea kama ni bidhaa ya kukuza utalii. Tumeleta mchezo Zanzibar ili sio ujulikane tu na taifa, lakini watu wameshaanza kuona kwamba michezo inayochezwa kila siku ni mpira wa miguu, tennis, basketball na vitu vinginevyo. Na hii michezo kwa mfano parachute, kucheza paragliding, kucheza kabadi, na watu wamekuwa wakiingia kwa kasi sana kucheza hii michezo, kwa sababu ni kama vile wamechoka michezo hii mingine yote. Hii inaleta msisimko zaidi, kuruka kutoka futi 12,000 kuteremka chini, na isitoshe Zanzibar ndio destination ya tourism sasa hivi. Kwa hivyo kwa sababu ni sehemu ya tourism, sisi tukaona ni fursa kubwa kuwaleta watu wa skydiving ili kuongeza dhana ya utalii. Na kama alivyozungumza mkurugenzi, hawafaidiki tu wanaokuja kuruka, watafaidika mahoteli, watafaidika wenye maboti, watafaidika mpaka mtu wa kawaida atafaidika kutokana na utalii utakuja. Maana tunazungumzia zaidi ya watu 3,000 mpaka 9,000 ambao watakuja katika hizo siku 7 ambazo haya mashindano yatakuwa yanafanyika. Hivyo basi tukaona kwa nini isiwe Zanzibar, na isitoshe tu itakuwa ni shindano la kwanza la skydiving Afrika. Acha Afrika Mashariki, ni Afrika itakuwa la kwanza. Wakuu hao wameongeza kwa kuwataka wananchi kutumia fursa hiyo katika kupata uzoefu huo kama ambavyo michezo mingine wameitumia. Ni kwa wananchi wanaweza kwanza kuangalia mchezo mpya, lakini kama vile tukiangalia kuna mchezo unaitwa kite surfing ambao tunaona sana Kiwengwa, Paje. Huu mchezo kwanza pia hapa Zanzibar ulipokuja ulikuwa hatujaufahamu kwa vizuri, lakini kwa sasa hivi ukienda katika ile kanda nzima, walimu ambao wanafundisha mchezo ule wote ni Wazanzibari. Kwa hiyo huu pia ni mchezo mpya, tukaribishe, tujifunze ili baadaye na sisi tuweze kufundisha na sisi tuweze kupata kipato kupitia mchezo huu. Kawaida utapeleka ndege 3 au 4, lakini zinakuwa zinapishana na kwenda juu. Hao wanaruka, wakishaona wamefika uzio fulani, na hao wengine wanakuja na waleta wanaruka. Kwa hiyo inakuwa kama wanapishana, kama round robin. Lakini kifupi, usalama wote ambao unazungumzia kwamba labda kutakuwa na shida, hapatakuwa na shida hata kidogo. Hata wale waongoza ndege wa Zanzibar watakuwa wanajua unatakiwa kuwapa nadhani dakika 3.5 mpaka 4, mpaka huyu atakapomaliza kuarusha na huyu mwingine ananyanyuka. Na isitoshe unakuwa unapata muda kwenda kuchukua, kwa sababu washiriki watakuwa wengi sana. Na isitoshe tutakuwa hapa kati ya siku 6 mpaka siku 7. Kwa hiyo siku zote hizo zitakuwa watu wanaruka na watu wanaea duniani nzima. Hafla hiyo fupi imefanyika katika ofisi ya Kamisheni ya Utalii Zanzibar Amani, maarufu kwa wazee,
imeshuhudiwa na mwanasheria wa Kamisheni ya Utalii, watendaji na wafanyakazi wa pande zote mbili za makubaliano. Mchezo huo wa kuruka kutoka angani unatarajiwa kuleta watalii kiasi 3,000 huku washiriki zaidi ya 100 wamethibitisha kushiriki. Tamasha hilo linalotajwa kuwa miongoni mwa matukio yatakayokuwa kichocheo kwa watalii, ikiwa ni kuelekea katika michuano ya AFCON ya mwaka 2027 ambapo Zanzibar itakuwa miongoni mwa vituo wenyeji. Kufanikiwa kwa michezo utajenga historia na thamani kwa Zanzibar, kwani litakuwa tukio kubwa kuwahi kufanyika katika bara la Afrika.